4:17 inaenda mpaka 32, lakini tutaenda polepole ili tuweze kuelimishana. Kwa hivyo 17 inasema hivi: basi nasema neno hili tena, nashuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa waendavyo katika ubatili wa nia zao. Bwana Yesu asifiwe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya andiko hili. Wacha likawe la baraka, likatufunze, likatuelimishe, likatutetee, likatufungue hakika mawazo yetu, akili zetu, mali zilizokuwa zimefunikwa na maovu shetani. Baba, ninaomba baraka zako, ninaomba uzima wako ndani ya kila mmoja kupitia neno hili. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Basi huyu ni Paulo anasema, basi nasema neno hili tena, nashuhudia katika Bwana, tangu sasa. Haleluya. Tangu sasa ina maana kwamba wakati ulipompokea Yesu. Tangu sasa ina maana ya kwamba wakati ulipopokea wokovu. Na inasema msienende kama mataifa wanavyoenenda katika ubadili wa nia zao. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wamekuwa wabadili wakisema ya kwamba tunamwabudu Kristo Yesu. Watu wengi wamebaki kwa misingi mbaya wakisema ya kwamba ni mahali ambapo mama yangu alinipeleka. Watu wamebaki kwa nia mbaya, wanaenenda sawa na vile dunia inavyoenda, watu ambao hawajakubali Kristo Yesu wanavyoenenda. Lakini hawaelewi, wao wanajua kwamba mimi ninafanya hivi kwa sababu mama yangu ama baba yangu ama babu yangu alinipeleka mahali pale. Kwa hivyo mimi nitaenda tu sawa sawa na vile mama yangu alinifundisha. Lakini je, neno linasema aje kuhusu haya yote unayoyatenda? Bwana Yesu asifiwe. Tusienende sawia na dunia vile inavyoenda. Haleluya. Dunia inaendaje? Dunia imezoea labda kuvaa mavazi ya kawaida tu. Dunia imezoea labda ulevi ni jambo la kawaida. Dunia imezoea labda ya kwamba utapiga mke wako ama mume wako na bado uende kanisani. Dunia imezoea ya kwamba labda hautashughulikia familia yako na uendelee kukua tu sawa, hakuna kitu kinachokusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ujue kwamba ni lazima utende kulingana na neno la Bwana. Kama hautatenda kulingana na neno la Bwana, hata kama utajisifu ya kwamba niliokoka 1980s, hakuna kitu chochote ambacho unafanya. Bado umepotea na unaenda sawa na vile dunia inavyoenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Si kuna watu wanakula ile kitu inaitwa shisha, bado wanaenda kanisani. Hiyo ni sawa na dunia, watu ambao ni wabadili, watu ambao nia zao si nzuri. Kuna watu hata leo bado ni wauaji, lakini wanaenda madhabahuni, wanatoa fungu zao tena nzito sana. Hatuwezi tukalinganishwa na wao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni nini itatofautisha? Lazima kuna kitu ndani mwako kinapaswa kutofautisha na hao watu. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao ni wakora, watu ambao ni wajanja kama kawaida tu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 18 inasema ambao akili zao zimetiwa giza na wamefarikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hata walipookoka baada hawataki kuamini ya kwamba wana wokovu. Kuna watu wakati walipopokea wokovu huu baada wanaona hawajabadilika, kuna kitu ndani mwao bado iko na shida. Bwana Yesu asifiwe. Na hicho ndio kitu tunapaswa kuondoa. Haleluya. Hicho ndio kitu tunapaswa kuepukana nacho. Hicho ndio kitu unapaswa kufanya tofauti
na watu ambao hawajui Mungu, ndio wakaweze kuvutwa na matendo yako mazuri, wakaseme huyu mtu kama hivi ndio anafanya, basi kuna Mungu unafaa mema. Haleluya. Si tumeambiwa dhambi si usherati tu, si nini tu, lakini ni kujua kutenda kweli na utendi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sio ndio dhambi. Na hii dhambi haifai taji ndani ya kila mmoja ambaye anakubali Yesu. Bwana Yesu asifiwe. 19 ambao wakisha kufa kanzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hizi ni kutenda tu kweli. Lakini watu ambao ni wa dunia wako kwenye hali hizi, mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Wanafanya mambo yote ya uchafu kwa kutamani. Bwana Yesu asifiwe. Wakifanya haya mambo ni kwa sababu ya mawazo yao, ni kwa sababu ya akili zao, ni kwa sababu wao wanaona kana kwamba ni jambo la kawaida tu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu akienda kanisani, anapotoka yeye sasa amebaki kwa wa dunia. Anasema najua tushatoka kwa ibada, kwa hivyo sasa hivi niletee mchezo na kuwahi moja. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ni watakatifu wakiwa kanisani, lakini wanapotoka wanabaki wa uchafu wa kawaida tu. Haleluya. Unaweza itwa mtakatifu hata ukiwa kule nje. Haleluya. Unaweza itwa Mkristo hata ukiwa kule nje. Ama ukiwa kule nje wewe ni mtu wa kawaida kama wale wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo kwa wana wa Mungu haifai yatajwe, na yakitajwa ujue basi bado unaingia kwenye dhambi. Na bado ukiingia kwenye dhambi kumaanisha haujataka kutoka kwa ile mambo ya uzamani ambao uliotajwa ndani mwake, ukabadilishwa, ukafanywa upya. Sasa umekuwa kiumbe kipya, utembee katika mambo mapya, utembee katika wokovu, utembee katika njia ambazo zinampendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bado, na sisemi tu hata wachungaji wako mpaka wa leo, wakati wako kwenye ibada ndio watakatifu, lakini wakitoka kule nje wao ni watu tu kama anakuambia mimi unajua na wewe hatuna tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Si mmesikia kuna tofauti kati ya mchungaji na mshirika wa kawaida? Na hiyo tofauti lazima watu waone. Hiyo tofauti watu wa kule nje wanatamani sana waone ndani mwako kama mtu ambaye ameokoka. Sasa je, ukikuwa kama hao, kuna mpango yeyote watakuamini? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mpango yeyote watakuamini kweli? Unajua lazima tuonyeshe utofauti wa watu ambao hawajaokoka na watu ambao wameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bado tunaenda tu na nia zetu kama za kawaida. Yaani kanisani ukikaa mbaya ndio simu atatamea miguu. Ama si labda si hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuko pamoja? Labda sio hapa. Hapo mtu akikaa mbaya simu yake itaenda, ama ukiokota ataleta hapa kwa madhabahu aseme hii simu nimeokota, lakini mwenyewe unaweza muitia. Inawezekana? Hapa wataleta. Hapa Wataleta? Au hapa wataleta? Kwa hivyo kule nje ndio kuna shida. Basi kule mkienda muambie kitu kama hiki kifanyika, inapaswa urudishie mwenyewe. Haleluya. Siku moja pale Kagemi kwa flyover, mtu akaangusha pesa. Sasa kuna jamaa alikuwa mbele yangu, alikuwa nyuma yangu. Akapita mbio sana,
akitaka wakote hiyo pesa. Nikamwambia ndugu yangu, hata mimi huwa siokoti pesa. Chukua ndio hii. Akaniambia, na wewe ni mtu wa aina gani ukotaki pesa? Nikamwambia ndio pesa iko na mambo mingi sana. Biblia haitui. Bwana Yesu asifiwe. Si mnajua hiyo pesa iko na mambo mengi? Mtu anaweza kuwa labda aliua mtu akaamua wewe ndio unataka kujisafisha na wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wale wanaokotanga pesa, tahadhari ya mapema. Wewe endelea kuokota, tumisi wakaanza kuokota. Wewe okota. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jamaa alitoka nyuma yangu akapita mbio kwa sababu aliona pesa imeanguka. Sasa wakati alipoinama, yani amekuja mpaka ameniekea mguu hivi ndio aokote. Nikamwambia pesa mimi siokotangi. Hiyo ndio sikwenda na wasiwasi, chukua pesa ndio. Sasa wakati ameokota amemaliza tu hivi. Mwenye pesa naye tukamwambia pesa imeanguka. Kushika hivi anaona ndio jamaa anamalizia. Haleluya. Karibu jamaa alimwe ngumi hadi aonge chini ya daraja. Lakini nikamwambia hapana, sisi nimekwambia pesa iko na mambo mengi. Sasa mambo ya pesa ndio hiyo. Haleluya. Unaweza kuwa mambo unafanya watu wanangojea kuona Kristo Yesu akiwa ndani mwako, lakini wewe unafanya ukisema mimi ni kama hao. Na wao wanangoja kuona utofauti wako na wao ndio wakaweze kumpokea Kristo Yesu. Watampokeaje kama wewe unafanya kama hao? Kwenda kwa kusamu nenda wote. Kwenda kwa changamu nenda wote. Kwenda kuvuta ile kiraiko mnavuta wote. Bwana Yesu asifiwe. Lazima waone utofauti. Haleluya. Sasa wewe unayeokota pesa endelea kuokota, hakuna shida, ni yako, si umepata. Mwenyewe yuko karibu. Ati kwa Kiswahili wanasema ati cha kuokota si cha kuiba. Si cha kuiba, ati mwenye mali ndio mjinga. Yeye mwenye mali yeye mwenye mali utajua yeye ni mjinga wakati atakupata na hiyo pesa. Kwa hivyo mstari wa 20 nasema hivi, bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo, ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Kristo, katika Yesu, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa tuvue, si ndio? Na kuvua kitu, mtu akienda kuoga anaenda kuoga na nguo. Unaweza vua nguo unaenda kuoga, alafu tena ukarudisha kwa mwili sema, lakini haja tu nioge nazo. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa babu utakuwa tu peke yako. Haleluya. Sasa haipaswi kukuwa na wasiwasi. Kwa hivyo huyu Kristo tuliyempokea, yale tuliyofundishwa, tuliyashika ama tukuyashika. Bwana Yesu asifiwe. Kristo ambaye tunayefundishwa kila mara, kila wakati, kanisani, kwenye runinga zetu, kwenye redio, tunafundishwa alafu tunashika ama tunabaki tu kama watu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mahali penye watu wa kijiji wanasema huku wachawi ni wengi, hata wanasema yenyewe huku wachawi ni wengi. Haleluya. Wewe uliye na Kristo Yesu, subadilisha watu waamini Kristo, waache kuamini uchawi. Na mwingine mumeona vile kwa mtandao mambo imechacha, kati yanatembea na wetangula. Hata kama kuna mmoja anaficha mambo, lakini bado kuna ukweli wa Kristo inafaa udhihirike. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja anasema huyu mtu lazima azikwe na tochi ndio wale walimuua wakaweza kufanya nini? Kukufa pia mfano haraka. Na mwingine anasema hiyo ujinga uchawi yenye ilikuwa zamani hatutafanya hiyo. Lazima watu wabadilike. Haleluya. Unajua tunaweza ona mambo ni ya kawaida. Wakati mtu amekufa labda kwa ajali, pia kule nyumbani watu wanasema azike usiku. Hata wao wanasema
munahutira kuitwa mtu. Munanyoga excellent watu. Haleluya. Hata wewe unabaki tu kusadiki kwa hiyo maneno yao. Ya kwamba mtu akipata ajali anazikwa usiku. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna wengine huwa wanasema mimi kwa sababu nilienda simu, unajua ukitolewa kwa mtoto sasa unaenda kwa utuzi.